Mambo ya masomo. Huyu mtu in 3 years, unajua nasikia akisema ati mtu angaliwe track record yake. Mwai Kibaki alichaguliwa 2002, akatutengenezea free primary education. Uhuru Kenyatta akakuja 2013, day secondary school ikakuwa ni free. In 3 years Ruto ameharibu hiyo yote. Tunaongea leo, pesa ya capitation ya last year mashule haikupata. Mashule yote iko na madeni. Maprincipal wamesima simu kwa sababu ya kusumbuliwa na suppliers. Tunaenda hii January hakuna pesa ya capitation. Minister anasema iko, Kasongo anasema iko. Kama hajapeana ya last year, ni mwaka huu atapeana. Tena hii ni serikali confused. Ile watoto wamemaliza grade 9. Vijana amepita, anakuwa admitted shule ya day, yeye anatoka hapa Kiambu, anawekwa day school Kericho. Mtoto mwingine msichana amealikwa shule ya vijana. This is a totally confused government because the fish rolls from the head. Huyu Kasongo is a confused person kwa sababu hakuna kazi anafanya. Kazi yake ni kufanya deals na kutafuta pesa. Sasa hapa kwetu shule zetu Alliance, Mangu, wapi, watoto wetu hapa wamepelekwa shule iko chini na marks yao iko juu. Watu wengine wameletwa kwa mashule zetu hapa. There is total confusion kwa mambo ya shule. Parents do not know what to do. Alafu Kasongo anasema ati anataka kutupeleka Singapore. Sasa wewe Kasongo, kabla utupeleke Singapore, si ulipe pesa ya shule? Kabla utupeleke Singapore, si ulipe pending bills? Sasa hii Singapore, ulisema watoto wapigwe risasi kwa mguu, hii ni Singapore gani? Mudoshi akwenda guthekererwo. Na gwiciria twauga ndari atake njuge ni ngumutwara Singapore, mutheke ndagika ta 3. Wakenya wenzangu, nataka nipeleke nyinyi Singapore. Si Wakenya twende Singapore? Hala? Wakenya mimi niko na plan, na ile plan niko nayo ni ya kutoa Kenya third world nipeleke first world ikuwe kama Singapore. Uone kwa tole dagane kagere. Hii mtu anatubeba ufala. It's a lie. Na tunakuambia William Ruto tukiwa hapa mlimani. Watu ya mlima wanakuambia hapa Kiambu, kabla utupeleke Singapore, kwanza malizana na mambo ya bottom up. Ulisema utatuweka pesa kwa mfuko. Ile kidogo tulikuwa nayo ukatoa. Kwanza rudisha ile ulitoa kwa mfuko before utuambie mambo ya Singapore. Si ndio? Ulikuja ukakuta masomo ya Kibaki inafanya kazi, ukaharibu. Tengeneza masomo ndio utupeleke Singapore. Ulikuja ukakuta NHIF inafanya kazi, ukatoa ukalete mnyama anaitwa SHA. Ondoa hiyo mnyama, urudishe NHIF ndio utuambie mambo ya Singapore. We are not fools. It is true you are mistaking us to be fools because you cheated us. Ni kweli utudanganya, kwa hivyo unaona sisi ni wajinga. What you don't know, tumerevuka. Tumekujua. Tunakuonea 18. Don't tell us that Singapore nonsense. First deal with the bottom up. Hilo ni tuahidi. Kabla ukuja hapa kutudanganya vile utudanganya. Si ndio? Kwa mambo ya pombe na dawa za kulevya, kila mtu hapa anajua. Nikiwa ofisi kama deputy president, nilipigana na pombe nikamaliza. Kweli ama uongo? Huyu Kasongo akashikana na Soprano na PS anaitwa Raymond, wakasabotage that program. And that program was very simple. Ilikuwa ni hakikisha ile masaa ya kunywa pombe from 5 to 11 tukaweka. Number 2, tukafunga factory zote zilikuwa zinatengeneza pombe ya kuua watu. Na ndio tukamaliza ulevi. 70% we were successful. Akakuja akasabaradisha that program. On top of that, akaenda kwa baraza la mawaziri. Akateua mawaziri wawili.
ambayo wanajulikana wanauza dawa za kulevya. Sasa tunakuuliza William Ruto, kama ulisabotage ile program ya kupigana na madawa za kulevya na kupigana na pombe ya Rigathi Gachagua, how can Kenyans trust you that you are genuine? Number 2, nimeona jana ukisema ati watu ya cocaine watafungwa maisha. Sijui wale ambaye wanabeba pombe watafanywa. Before ulete hiyo maneno, kama uko serious, those 2 ministers who are in your cabinet, kwanza futa hao kazi. Then we know you are serious, mambo ya kupigana na madawa. Because I don't think you are serious. Hata polisi wanacheka, wanasema sasa hii maneno tunaambiwa tufanye kama cabinet wenye kuuza madawa ya kulevya wanaketi na rais kwa cabinet. Sisi tutapigana nayo namna gani? Na tangu hao mawaziri wawili wamerudi, wamekuwa mawaziri. Moja ni ya hapa Central, mwingine ni ya Pwani. Ndio madawa imeongezeka. So kama wewe William Ruto you are serious kwa hii maneno ya kupigana na drug abuse, kumaliza mambo ya pombe, first sack the 2 drug barons who sit in your cabinet. Then we can now start having a conversation that you are genuine and there is something that you can do, although we doubt, because that program had started, you sabotaged it.